wa Mungu ambaye mnanitazama saa hii na kuniangalia na kusikiliza habari hizi, lakini ninao ujumbe kwa muda mfupi sana ambao inaweza ikawa ni baraka mbele zako, inaweza ikawa ni amina katika maisha kwako, na hii neno ambalo nimeliandaa na kulileta kwako inaweza ikawa ni msaada mkubwa sana. Neno linasema Mungu wetu anaweza. Hilo ndio neno ambalo limeendelea kuachiliwa kwenye madhabahu hii ya Magomeni, ambao nasema Mungu wetu anaweza. Kwa hiyo tunaposema Mungu wetu anaweza, tunaangalia katika kile kitabu cha Nehemia mlango wa 13 mstari wa 2, ambao umesema waziwazi kwamba kuna watu ambao walijipanga kwa ajili ya kulani Israeli, wakajipanga na wakaitana wakaajiriwa watu ambao kwa ajili ya kulani wana wa Israeli. Lakini angalia, tunaona mkono wa Mungu ukaingilia kati pale. Ile laana Biblia anasema kwamba Mungu akaigeuza zikawa baraka. Kwa wao wakawa wanategemea kwamba watawalani, lakini Bwana akageuza zile laana kuwa baraka. Sasa angalia, huo maandiko yanatuambia wazi wazi kwamba tunaposema Mungu anaweza, ndio uweza wa namna hii. Kwa hiyo inawezekana umetamkiwa laana huko kwa wazazi wako, babu zako huko, sijui huko makaburini, kwenye madhabahu za kipepo huko nyumbani. Hiyo laana inakutesa mpaka sasa hivi. Ndio maana unajaribu kufanya jambo hili na hili aliendi. Unajaribu kufungua biashara, utakuta biashara inakufa. Unajaribu kutafuta kazi wanakukataa, haukubaliwi. Ni kwa nini? Kwa sababu inawezekana wamekunenea laana. Lakini sasa hii tumejifunza habari hizi na tunaendelea kujifunza. Naamini na wewe utapokea hizi habari ya kwamba Bwana yupo anayebadilisha laana kuwa baraka. Yuko Bwana ambaye anakutetea. Kwa ni heri saa hii ukampokea huyu Bwana. Kama unataka utoke kwenye hali ambayo unatangatanga na kuhangaika, basi mpokee Bwana, mpokee Yesu afanyike kwa mwokozi wa maisha yako. Baada ya kuingia ndani yako Yesu Kristo atakutoa kwenye eneo. Utakuwa huru, utawekwa huru. Na hata kama unaanzisha biashara, utaona baraka tu, utaona biashara inaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu yu pamoja na wewe. Vile tu ulivyomwalika na kumkiri kwenye kinywa chako kwako, naye atafanya kazi pamoja na wewe. Maandiko yameongea wazi wazi katika kile kitabu cha Warumi 28 mstari wa 8, asema Mungu anafanya kazi pamoja na wateule. Mungu anafanya kazi pamoja na wapendao. Kwa hiyo vile ulivyomkiri Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi atafanya kazi pamoja nawe. Kama ni mfanya biashara, kama ni mkulima, kama ni mfugaji, uelewe kabisa kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo pokea hili neno la baraka ili ifanyike kuwa msaada katika maisha yako. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini zaidi ya yote, haiwezekani Mungu akakukaribia kwa sababu uko mbali naye. Kinachotakiwa pale sasa ni kumkiri kwamba Bwana ni Mwokozi wa maisha ya kwangu. Sasa kwa dakika chache hizi ninaomba sasa uweze kumkiri Bwana na unifatishe maneno haya. Umkiri Bwana kwa afanyike kwa Mwokozi wa maisha ya kwako. Sema na mimi katika maneno hayo. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi mwenye dhambi. Asante Yesu kwa kuwa wewe Bwana umeachilia neno lako hili siku hii ya leo. Ninaomba kuanzia sasa na kualika na kukaribisha kwenye moyo wa kwangu ili ufanyike mkombozi wa maisha ya kwangu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nifanyike kuwa mtoto wako kuanzia sasa hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ninaomba sasa na kumalizia uweze kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu ambaye amefatisha sala hii, maana tayari amekiri kwa kinywa chake, ninaomba nguvu zako na uweza wako vikaende sawa sawa na mapenzi yako kwake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana ukatende na ukatembee pamoja naye. Ukaonekane Bwana kwenye maisha yako kwake. Akuone wewe kwamba ni heri, maana ameteseka na kusumbuka vya kutosha. Na achilia ulinzi wako, na achilia nguvu zako zikamlinde wakati wa mchana, zikamlinde wakati wa asubuhi, zikamlinde wakati wa jioni, kila saa na kila dakika. Nguvu zako Bwana zikawe pamoja na mtoto wako aliyokupokea sasa, kafanyike kwa mkombozi katika maisha ya kwake. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Basi tumpigie Yesu makofi.